na kuamini kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10 unasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Nimesema kwenye Yohana 1:12, bali wote walioamini, waliompokea, walipewa uwezo wa kubadilishwa kuwa watu wa uzangu, bali kuwa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ukiamini sio tena kwenye ile familia mpo, unabadilika, unapewa uwezo wa kukombolewa kutoka kwenye familia yako, unakuwa mtu mwingine, kuwa Bwana na Mwokozi. Tunapewa badiliko automatic, tunabadilika. Kinachotubadilisha ni nguvu inayotenda kazi ndani ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Ndani ya Roho Mtakatifu kuna nguvu inaweza kukubadilisha. Ila walimkiri Yesu kwa imani, akabadilishwa, akaacha kabisa kuwa jambazi. Vitu vinabadilika unapokiri. Vitu haviwezi kubadilika kwa kuona, ila kwa kukiri vinabadilika. Kwa imani vinabadilika. Uko tayari kuwa na Yesu ndani yako ili abadilishe baadhi ya mambo? Uko tayari kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako ili abadilishe baadhi ya vitu? Anakaa na wewe, anakula na wewe, anakusaidia. Mungu anakaje kwako? Mungu ni roho. Unayemwabudu Bwana unamwabudu kwa roho. Mungu anakaa kwako kwa roho, anatembea na wewe kwa roho, anaishi na wewe kwa roho. Anaanza kubadilisha maisha yako kutoka kwenye maisha ya utasa, kutoka kwenye maisha ya magonjwa, kutoka kwenye maisha ya shida. Unaanza kubadilika, maana na kufanya uwe mtu mwingine. Hicho ndio